tunaadhimisha Dominika ya 30 mwaka C wa Kanisa, na neno la Mungu linatupa tahadhari na kutahadharisha juu ya swala la kujikweza, kujitutumua, tukihimizwa kuwa na roho ya unyenyekevu hasa katika tendo la kusali. Dominika iliyopita tulihimizwa juu ya kusali, kudumu katika kusali, kutegemea Mungu katika sala, na leo tunakumbushwa ubora wa sala tunayosali, ubora wa sadaka tunazozitoa, namna tunavyosali. Katika somo la kwanza, Yoshua bin Sira anatukumbusha ubora wa sadaka tunazozitoa tukiambatanisha na sala zetu kwa Mungu. Anatufundisha kuwa sala ya mnyenyekevu ina kibali zaidi machoni pa Bwana. Yoshua bin Sira anaandika haya akiwatahadharisha watu ambao walikuwa wanasali na wanamtolea Mungu sadaka, lakini sadaka hizo wanazitoa katika mali ambazo wamezipata kwa namna ambayo si halali. Yaani anaiba huko, anapora watu, anajitwalia utajiri katika njia zisizo halali, zisizo na haki, na katika hayo anamtolea Mungu sadaka. Yoshua bin Sira anatukumbusha kuwa sala zetu na sadaka zinazosindikiza sala zetu lazima ziwe katika haki. Katika somo la Injili, Yesu anatutahadharisha juu ya kujitutumua hasa katika swala zima la kusali, bali tuwe na unyenyekevu katika kusali, kwani Mungu anajua mahitaji yetu. Anatoa mfano wa watu wawili ambao wanakwenda hekaluni kumwomba Mungu, wanakwenda hekaluni kusali, ndio jema kabisa kusali. Mmoja toza ushuru, lakini mwingine ni Farisayo. Farisayo anawakilisha kundi la watu ambao walikuwa wamejitenga, wakizingatia na kushika Torati, sheria za Musa, wanazishika kweli kweli na wanaziishi kweli kweli. Kwa hiyo mmoja ambaye alikuwa anaingia katika kundi hili la Mafarisayo alikuwa anaishi kweli Torati na anashika hayo mafundisho, hata kama ni kwa unafiki, ile tu anataka aonekane kwamba mimi ni Farisayo na ninashika amri, ninashika sheria za Musa. Na Farisayo alikuwa pia licha ya kusali katika Injili, alikuwa anatoa zaka, fungu la 10 anatoa zaka, lakini pia anafunga. Mambo mema kabisa, lakini kibaya kinatokea tu pale ambapo anajiona sasa yeye ni bora kuliko wengine wote. Wengine wote hapa hamna kitu, ni mimi Farisayo. Yaani kama ni kwenda mbinguni, wengine kwa watazama sijui sisi Farisayo. Anasahau kwamba sisi sote ni wana wa nenga, kwamba baba yetu ni mmoja na anatupenda sote. Lakini Farisayo yeye alikuwa anachukulia kwamba yeye ni wa nafasi ya juu zaidi kuliko wengine na anawadharau wengine. Tumesikia katika somo hili la Injili kwamba Farisayo anakwenda kusali hekaluni, na anapokwenda anaona ametangazana na mwenzake, tazama hivi toza ushuru anazidi kusali, labda kaone huku. Kwa wanakwenda mpaka wanaingia hekaluni, tazama bwana anaweza kusali. Kwa hiyo anasema Mungu mtaisikia. Basi katika Injili maneno aliyokuwa anayatumia katika kusali, sema akafika
akawa anasali kwa kujitutumua, kwa kujidai kwamba Mungu nakushukuru sana, mimi si kama watu wengine, natosha, mimi si kama watu wengine, mimi nasali sana, nafuata taratibu zote, nafunga mara 2 katika juma, natoa zaka. Kadiri ya Wayahudi waliamriwa kufunga. Soma kitabu cha Walawi sura ya 16. Wayahudi wanakumbushwa au wanaagizwa kufunga, na wao ilikuwa siku moja, siku ambayo inaitwa siku ya toba, kwamba taifa zima linafanya toba. Hiyo siku Myahudi alipaswa kufunga, lakini Mafarisayo walijiongeza kidogo ili kuonesha utofauti, kwamba sisi tofauti na wengine, sisi hatufungi tu ile siku ambayo imeamriwa, siku ya kufanya toba, bali sisi tunafunga zaidi. Maana huyu katika sala yake alisema, Mungu, mimi si kama wengine, mimi nafunga mara 2 ya wiki moja. Walikuwa wanafunga mara 2 na wanafunzi wao pia. Kwa maana hata walimfuata Yesu akamuuliza, mbona sisi na wanafunzi wetu tunafunga, ila hao mitume hao wapo tu? Mafarisayo walikuwa wanafunga mara 2. Alikuwa anafunga siku ya Jumatatu, lakini pia siku ya Alhamisi anafunga. Na hizi siku zilikuwa ni siku za Mungu, tumesema siku ya mnada, siku ya soko. Kwa Farisayo alikuwa anafunga, alafu anaenda kule kwenye mnada kule sokoni, anapita anatembea kule. Unaona hii huyu funga huyu. Kwa anapita kule yaonekane amefunga. Jumatatu anafunga na Alhamisi anafunga. Sio anabaki nyumbani, ataje nimefunga. Anaenda sokoni kule kwa wengine. Huyu anauza hiki, hata mshika kidogo ndio anapita kule akanzu lake. Yomba amefunga huyo. Ilikuwa nisikie sasa. Kweli kujionyesha. Lakini pia Wayahudi walipaswa kutoa zaka, sehemu ya 10 ya mapato yao. Kwa maana naye anasifu katika somo la Injili kwamba natoa zaka, sio kama watu wengine. Wanasema hata kule kabla alipokwenda kwanza alikuwa amesimama ili aonekane. Na Wayahudi walikuwa wanasali mara 3. Walikuwa wanasali saa 3 asubuhi, walikuwa wanasali saa 6, lakini pia saa 9. Kwa hizo saa zote ukienda hekaluni unakutana na watu wanasali sala za pamoja. Ukienda katikati unakutana na wale ambao wanakuja tu anasali binafsi, anafika saa 4 anasali. Lakini saa 3, saa 6, saa 9 ilikuwa ni kusanyiko la watu. Kwa hiyo Farisayo anasimama ili aonekane ili anasali. Mtazamo na mtoza ushuru. Sijui. Na mpaka anaongeza, Mungu mimi unanifahamu. Mimi si kama huyu bwana. Upande wa pili mtoza ushuru sema yeye hata hakusimama na kuinua macho mbinguni. Sema yeye mtu alikuwa anajipiga sema, Mungu unihurumie mimi mkosefu. Maneno machache tu. Na Yesu anasema huyu amerudi nyumbani akiwa amehesabiwa haki zaidi kuliko yule Farisayo, kwa sababu namna alivyokuwa anajifikiria yeye mwenyewe, ana ubinafsi ndani yake. Namna alivyokuwa anawafikiria wenzake, anajiona yeye yuko juu. Lakini hata namna alivyokuwa anafikiria Mungu, bado haonyeshi unyenyekevu. Ukiwakuta unyenyekevu anakuambia, Mungu akinijalia kesho nitaenda mahali, anatanguliza kwamba kwa neema ya Mungu akijalia nitafanya jambo fulani. Hata Farisayo yule ukitegemea aseme, Mungu nakushukuru kwa neema zako, walau unafuata maandiko matakatifu. Kwa neema zako unaweza kushika hili unanijalia. Lakini yeye anaonesha kana kwamba amepambana mpaka amefikia hatua ile. Mungu hana nafasi yoyote. Mafarisayo pia walitafsiri zile amri 10, walizinyumbua. Wanasema wakapata sheria 613 kwa zile 10 zile ambazo sisi
tunaagizwa kuzishika na kuziishi. Wao walizinyumbua wakapata sheria au amri 613. Ndio maana wanasheria mmoja alimuuliza Yesu, Bwana, katika sheria zote ipi ni kubwa? Kwa sababu sasa mambo yalikuwa ni mengi. Yesu akasema ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Zingine zote zinaingia katika hii amri kubwa. Lakini Mafarisayo waliziweka katika namna ambayo inambana mtu kile kipengele kigeuka huko amebana na sheria hii. Rudi nyuma hatua moja amekanyaga sheria. Achenda hivi. Kwa hiyo inaonekana kana kwamba kushika maagizo ya Mungu ni mzigo mkubwa sana. Kwa maana Yesu anawaambia watu, njooni kwangu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi. Kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Ndugu zangu, nasi katika maisha yetu kuna wakati tunajisahau, tunajitutumua, tunajikweza hata kuwadharau wengine, hata kuwadharau wenzetu. Kujiona sisi ni bora kuliko wenzetu. Tumwombe Mungu atujalie roho ya unyenyekevu, hasa katika tendo la ibada, hasa katika kusali na kuhusiana na wenzetu. Mungu atujalie unyenyekevu ili daima tuone sura zetu katika sura za wenzetu, kwa maana sisi sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu aliyetuumba sote. Na hivyo tutumikiane kwa upendo, tutumikiane kwa kuheshimiana, na zaidi sana tusindikizane kwenda kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina.